Wewe ni nani umekaa katika njia yangu? Mbona hujafanya kile nilichokwambia? Mimi na njaa, nahitaji kula zaidi. Inatosha sasa. Umekuwa ni mara kadha wa kadha ukiniambia una njaa, unahitaji kula zaidi, na nimekuwa nikifanya kama hivyo unavyotaka. Hivi umekuwa ushawahi kujiuliza ni kitu gani kitanikuta baada ya hayo yote? Sawa, wakaja wakagundua kwamba mimi ndo napoteza hao wote. Nimechoka sasa, ili jambo naomba lifike mwisho. Kumbuka masharti uliyokubali mwenyewe.
Hata kama na wewe ndio mlezi, unapaswa kunilea mimi. Kila ninapohisi njaa nahitaji kula kwa wakati. Nadhani unaelewa. Utakaposhindwa kufanya hivi, nitaanza na wewe. Unajua mimi najivunia, nilikuwa najivunia nasema nina mtoto. Nina mtoto hapa, mtoto wa kike mkubwa, nisomeshe. Awe nini najinyima mimi, unasoma wewe. Alafu leo nakushirikisha mambo ya maana, unaona kama zumbukuku. Pumbavu wewe. Una adabu kabisa. Mimi nikikwambia kitu natakiwa niunge mkono. Yes father. Yeah. Na sio hivyo unavyonifanyia. Wewe sio kunipinga mimi. Wewe ndio kuniunga mkono mimi. Eti unakumbia akili yenu, kumbe nyote mnafanana tu. Yaani wewe ni sana mdogo wako, ni sawa na mjomba wako, akili kama za mama yenu tu, hamna jambo lolote la maana. Baba, sasa sikiliza nikwambie. Kama ukiendelea kunipinga mimi, kunipinga kama unavyonipinga, na kuhakikishia nitasitisha huduma zako zote. Afu tuone inakuaje. Wewe unaona kama mimi boya, kumbe wewe ndio zumbukuku mkubwa.
Najiandaa mapema hivyo. Unaenda? Unajua kushakuwa mchana sasa. Kwa hiyo natoka mara moja naenda kuchukulia chakula. Kwa mbona unaacha mimi kitu najua mimi mgeni hapa? Mamkali bwana. Pombe nikomesha kwa kwako sasa. Kwa hiyo usiogope kama mwenyewe. Alafu pia mimi natoka on time tu. Naenda nachukua chakula kisha narudi. Usiogope wala nini. Sawa. Alafu sasa utakapokuwa ndani kipindi mimi nimetoka, ukiona kitu chochote cha kukutisha na kukuogopesha usipige kelele. Kwani? Na kingine, utakapokuwa ndani usiguse kitu chochote kile. Haya. Sasa mjomba, kama tulivyoongea kwenye simu, mimi ile kazi yako sijaielewa kabisa. Yule demu rafiki yangu sijui yani upoje. Yaani yule demu hajui kitu chochote. Yaani amenishinda, sijafanya kitu chochote unaambia. Kwa hiyo sasa, kama nilivyokuambia, kama kutakuwa na mali nyingine ni bora tu nitafutie unipe. Ila kwa ile ya mara kwanza na sitaki kunitafutia aina vile. Sasa mdogo wangu unajua mimi baba yako pia na madhara kama cheese. Sawa. Kama mimi wangu na kitu kimoja. Yaani wewe ukiona shida ndio unanifuata. Mimi bwana blaza msielewi. Umeona bwana nitafuta mazingira fulani, ni mvivu kutembea. Kuna chaka moja sasa hivi nakupe kodi sasa. Inaitwa RSK. Sawa? Hapa wapi hapa nani pale tunapapata pale Lingato. Mtaa Lingato kuna kwenda nani kwenda dampo. Hilo chaka ndio hapo ndio palipo hapo ambako mimi nafanya matusi yangu hapo. Kuna pisikali kama zote. Watoto ambao wametulia wameenda shule wako hapo na wapata. Sasa wewe mchongo mdogo wewe niache mimi, sawa? Unaacha mimi, baadaye mimi nitakustua. Kisha fulani vile kishatulia hivi nitakucheki. Na baba wangu bwana njoo. Tukifika pale wewe nipe kodi kwa sababu watoto pale wote nawaweza.
Ukiona pale leo basi usone acha mimi mwenyewe. Unaona bwana. Wewe bwana blaza wewe bwana hivi kama kaida yetu bwana. Mimi bwana muda fulani kuna nani na kuna nani wanasemaje ile deliver na hiyo na kudeliveria. Sasa unaongea sana. Yaani bado kidogo tu ungefana na tape au CD. Wewe acha mimi si mkungwa baba. Wabuye abaye sikali warembo. Udishidambe kenabu mwenyewe bwana bidasi kinabu kasaka bwana potevo tembodia bila kumsahau. Alimaliza ro kaka kama chizi chapo tu. Kwanza unakuja kwa mimi sielewi. Sasa unaona nimekaa hapa nimepoa sielewi. Kaja hivyo bwana mdogo naomba baskeli bila upepo aiende mdogo wangu. Hapo ndo nafelifeli wewe. Pale maarifa kwanza hapo kwanza nione asubuhi kwanza na mkaji kijoji. Mambo yakae sawa. Kisha unatisha. Anabwata. Sasa hapo ndugu yangu hapo sawa. Hapo mbona wewe na sio mimi mfungwa. Na naweza kama chizi. Wewe baadaye mimi nakukia. Bwana ndugu yangu njoo ya Rice K nitakuelekeza bodaboda na kuleta nakuja mpaka hapa. Wewe usipate shida na kuletea bodaboda na kuja mpaka hapa chagua. Ukitaka utaenda bwana pale ile nimeelewa. Uelewi utanipa sigi na wana pajao. Tangu nyumbani nakuletea kama deliver. Mesha. Mimi naomba nikuache. Wewe kwa na amani ndugu wangu. Wewe kwa na amani. Kwa na amani relax. Mambo yanakuja ndugu. Bosi mwenyewe huyo tajiri mtoto. Babu babu nataka pepo. Onjo mauti. Haona nayo mambo mengi bwana. Usimbeleke. Yana sasa usimbeleke jamani yani utotoe. Mtoto mdogo na mambo kama mpaka watu wazima anatushinda. Kama ndo hela. Fanya ile masuala nayo tena kwenye mimi nitaacha. Baba nakuletea baba. Kwa ndugu yangu nimeshindwa kuvumilia. Na kupanga kabisa. Na akasema wewe ni shemeji yangu, ni lazima pia nikufikishie taarifa. Mimi siwezi kuishi hivi mpaka mwisho. Na yule jamaa ana hela kweli kweli, mimi sikufichi. Ana hela na nikasema kwa sababu sisi maisha yetu kidogo pango pakavu tia mchuzi. Mimi nikasema hata haiwezekani, lazima nifanye exchange. Tufanye exchange. Binti anatakiwa atoke kule. Aende kule jamaa na tayari kila kitu kimeshakaa sawa. Nakwambia ukweli yani na kitu kingine shemeji, wewe mwenyewe pia unaweza kubadilisha maisha. Sasa unanielewa? Sasa kwa sababu jembe langu lazima utaniunga mkono. Tufanye fitna. Yaani mimi nikipigia huku, wanapigia huku. Wanapiga nyuma, mimi napiga mbele. Sawa, tunamshawishi binti yetu. Toka kule mbugira yule. Anakwenda kwa mtu mwenye heshima zake, mwenye hadhi zake. Alafu sijui kama babake sio mbunge. Wewe tu mpeleka mpira wako. Ndiye chobiko. Hivi wewe shemeji una akili kweli? Sasa shemeji sijakuelewa unachomaanisha. Una akili wewe kweli kwenye kichwa chako? Au zimetoka kidogo zile fuse? Kuna fuse moja imekatika, si ndio? Yaani mimi swali lako ndio sijaelewa, unamaanisha ni kuna mimi sana unakuniuliza swali kama hilo yani. Wewe ulikaa naye nani? Au umekaa naye akakushauri huo ujinga ambao unaniletea mimi hapa? Hivi una akili kweli wewe? Ulisikia wapi? Na uliona wapi huo upuuzi unaongea wewe? Binti ameshaolewa tayari, ana mume wake, ana ndoa yake, yupo kwenye furaha yake, alafu leo hii wewe unataka kumtoa mtu kwenye ndoa yake, unataka kumpeleka kwa mwanamume mwingine. Inamaanisha hivyo vichenji vinakuongopea. Sikiza nikwambie kitu kimoja shemeji, hizo pesa za mwenzako zisikudanganye wewe ukaingia nazo tamaa. Hiyo ni tamaa shemeji. Tena tamaa yako ni kubwa sana shemeji. Ndoa ni furaha. Shemeji. Hapana. Shemeji, tuheshimiane. Sawa, tuheshimiane. Mimi ni mtu mzima. Na ninajua namna ya kudadavua mambo. Kumbe wewe na wewe pia ni mbugira tu. Kwanza na mimi najishangaa mwenyewe. Eti nimetoka huko na akili zangu na mawazo yangu na kimulimuli na kwenda kumshirikisha shemeji yangu jambo la maana, tukae chini tujadili tuone namna gani tunamtoa mtoto katika maisha ya ziki, tunampeleka mtoto katika maisha ya neema.
kwa wewe usuka vilasta. Sasa utakuwa na akili kwa wewe. Yaani wewe ni akili kama dada yako tu, una chochote kabisa. Mimi nakwambia ukweli shemeji. Wewe ni kama dada yako. Dada yako yuko hivyo mpumbavu. Hivyo. Una lolote. Sikiza shemeji, nikwambia kitu kimoja. Hizi nywele zisikudanganye. Mimi nilikuwa kiongozi wa familia na mpaka sasa hivi ni kiongozi wa familia, na ndio maana hata marehemu dada yangu alipofariki ukanifuata hapa ukaniambia unatakiwa sasa hivi nianze kuwaongoza wajomba zako. Ina maana ni mimi ni mama niliyebakia. Wewe una akili, wewe ni mpumbavu, wewe una tamaa. Kwa mimi sina akili. Wewe una akili. Mimi sina akili shemeji. Wewe una akili. Mpumbavu kabisa. Wewe una nini? Wewe una akili. Hiyo tamaa. Mimi na tamaa. Wewe mpumbavu sana mshikaji wangu. Wewe maisha mazuri upende. Maisha mazuri? Wewe shemeji una akili kabisa. Na mimi nitaka nishangae. Kwa sababu mtu kama wewe unaweza kuwa na akili kweli? Wewe mjinga umezika na umaskini, ndio maana kaka na umaskini wako shenzo. Umaskini ni karama. Karama gani? Mwenyezi Mungu mpumbavu wewe. Angalia mawazo yako kwa mafupi kama ulivyokuwa mfupi. Wewe umaskini karama. Urefu wako ndio utazaa kuwa na akili zako zitakuwa ni ndefu, lakini wewe mrefu lakini akili zako fupi. Afadhali mimi mfupi lakini na akili ndefu. Basi kama upumbavu wako huo. Una tamaa wewe. Wewe una tamaa. Toka huko. Na mimi nakwambia hivi, tutakuja kuonana. Tuona nani akili kati ya mimi na nani mwenyewe. Yule atoki. Mbavu wewe, mpuzi wewe. Shoga mwenyewe. Wewe wapi wewe? Hivi marehemu baba yangu alikosea wapi kumwozesha huyu jamaa huyu dadangu? Shuba miti. Mbavu kabisa huyu. Enyi mizimu ya kaskazini, magharibi na kusini, mliopigana vita nyingi mkashinda, mliotulinda toka tukiwa wadogo, naomba mniongezee nguvu. Hii kazi imeshakuwa ngumu. Nahitaji kile kiti. Nahitaji kile kiti. Sasa una mpango gani au mkakati gani dhidi ya mpinzani wako? Kwa sababu inaonekana dhahiri ana uhitaji mkubwa wa hiyo nafasi.
alisema damu ni nzito kuliko maji, na bado akakazia maji hayo hayo hujongea kwa kufuata mkondo. Zuu, wacha tuendelee kutazama tamthilia nzuri ya mapambano zidi ya kuania madaraka. Naona umeshindwa kunipa mkeo kwa njia ya halali. Sasa nitamchukua kwa njia ninazosijua mimi. Baba, nakuheshimu sana na sijawahi kukuvunjia heshima hata siku moja, na moja ya misimamo yangu siwezi kuvunja kamwe.